Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asa nitaenda kwa spidi kidogo, lakini kuna kitu ambacho kile ambacho Mungu anatamani ukisikia utakisikia. Tutaanza kusoma Injili ya Yohana sura ya 15. Tutasoma mstari wa 3 na wa 4. Soma Injili ya Yohana mstari wa 3 na wa 4, tutaanzia hapo. Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Najua umelituma usiku wa leo mahali hapa tukiwa Humanity, ili Bwana litimize uliokusudia. Nami ninaomba likatimize yote. Nitumie kama chombo tu. Nena nasi Bwana, ongea nasi Bwana, kwa jina la Yesu, amen. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Amina. Yes, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ni msipokaa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nazungumzia au unapozungumzia mtu anayetembea na Mungu, maanake ni mtu anayekaa na Mungu. Amina. Ni mtu ambaye iwe ni asubuhi yupo na Mungu, iwe ni mchana yuko na Mungu, iwe ni usiku yuko na Mungu. Mahali popote ambapo anakuwa, mahali popote ambapo anaenda na Mungu, hayuko peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu anatuelezea ile bonding relationship iliyo kati yetu sisi na Mungu kwa mfano wa mzabibu. Amina. Unaweza ukaweka mti wowote, na anaeleza uhusiano ulivyo ya kwamba ule mti na tawi lake ni kitu kimoja. Amina. Huwezi kutenganisha mti pamoja. Ukitenganisha tu, jua lile tawi sio tena sehemu ya mzabibu, au sio sehemu ya ule mti. Maana yake lile tawi haliwezi kuamua kwenda mahali ambapo mzabibu haupo, likafanya maamuzi ya kwenda lenyewe. Si unaelewa? Maana yake popote pa akapouona na tawi utaliona. Yeye ndiye mzabibu na sisi ni matawi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake alipo Yesu tupo, tulipo Yesu yupo. Amina. Amina. Sasa kuna jambo analozungumza, anasema kama vile tawi lisivyoweza kuzaa lisipokuwa katika mzabibu, ndivyo hata ninyi hamwezi kuzaa msipokuwa katika mzabibu. Kama vile tawi lisivyoweza kuleta matokeo, kadhalika hata wewe huwezi kuleta matokeo kama hautatembea na mimi, kama hautakuwa na mimi. Hakuna matokeo ambayo unaweza ukasababisha ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna jambo ambalo nimesema, mtu anayetembea na Mungu, nimeweka sifa kubwa mbili, japo zipo nyingi. Ya kwanza ni mtu aliye safi. Huyu ndo mtu anayetembea na Mungu. Ya kwanza ni mtu safi. Isaya 57:10. Na haya maandiko utasoma kwa sababu ya muda itakuwa mengi haja. Amina. Isaya 57:15. Yohana hii 15 mstari wa 3. Anaeleza kwamba ninyi mmekwisha kuwa safi. Amina. Kwamba mtu anayetembea na Mungu, sifa ya kwanza ni lazima awe safi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Maana kama hauko safi huwezi kutembea na Mungu. Na waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 na wa 16, hapo tutasoma tu Isaya 57:15. Fungue tusome. Nenda taratibu. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, sikiliza kwanza, ambaye jina lake ni mtakatifu. Amina. Anajieleza kwamba mimi jina langu ni mtakatifu. Endelea. Nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu. Shia kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajieleza Mungu ya kwamba mimi jina langu ni mtakatifu. Hiyo ndo sifa kubwa nilionayo. Ni msafi, huwa sina doa, sina tatizo lolote, yani sina shida, sina uchafu wa aina yoyote. Ni mtakatifu. Na mahali ambapo ninakaa, anasema ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku zote Mungu alipokuwa anataka kukaa au kushuka, sifa ya kwanza alikuwa anataka hilo eneo liwe takatifu. Anamwambia Musa, nijenge hema, lakini anamalizia hema takatifu, mahali ambapo nitakaa. Kama alitakuwa hema, lile hema lisipokuwa takatifu siwezi kukaa, ila hema likiwa takatifu nitakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Jina lake ni mtakatifu. Anapotaka kumtumia Musa, anamwambia Musa, vua viatu vyako, unapopaingia ni patakatifu, unayekutana naye ni mtakatifu. Ndiyo nataka kukutumia, lakini utakatifu kwanza. Nataka kutembea na wewe, utakatifu kwanza. Yoshua anaachiwa lile vazi la Musa la kuendeleza kijiti cha uongozi. Anapotaka kuvuka Yordani, bado anaambiwa naye utakatifu. Anapotaka kushuka kwenye kusanyiko, anaambia nitakasieni nini? Kusanyiko liwe takatifu. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kukaa mahali ambapo sio patakatifu. Hiyo ndo sifa yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asa amesema anakaa mimi mahali patakatifu sana. Anaenda mbele zaidi, anasema tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu, aliye tayari kuyafua mavazi yake, aliye tayari kujitenga na uovu, aliye tayari kujitenga na dhambi, huyu pia naweza nikakaa naye, nikatembea naye. Amina, amina, amina. Sikiliza, tawi likisha katika likaanguka ardhini linanyauka na linachomwa nini? Moto. Lakini kuna lugha ajabu inazungumzwa hapa ya kwamba hata tawi ambalo limeshanyauka, limekauka, ana uwezo wa kulirejesha likawa na kijani kibichi tena. Amina. Ndio maana anaitwa Mungu. Amina. Anaitwa nani? Mungu. Maana ile tawi, dhambi inapoingia kwenye maisha ya mtu inaleta mauti. Na ndivyo ambavyo jani likitoka kwenye mti linafanya nini? Linakauka, linakufa. Ndivyo dhambi ambapo wewe inaua mtu, inapoteza. Yani mtu aliyokuwa anatembea na Mungu, maana yake dhambi ni kama umechukua panga, umepruni mti. Ule mti ukienda chini, lazima tu utaona ule mti unanyauka, unakauka. Lakini anasema kwetu sisi ambao ni wanadamu, matawi yake likitubu, ili tawi unaweza akalipandisha kwenye mti na likawa lina kijani kibichi tena. Anasema ili kuzifufua, lina uwezo wa kuleta matokeo tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna siku moja anamwambia Yeremia, anamwambia nenda kwenye nyumba moja ya mfinyanzi, utamkuta yule mfinyanzi yuko na chombo ambacho kimeharibika kwenye mikono yake. Anamwambia utamwona yule mfinyanzi jinsi ambavyo anakifinyanga kile chombo.
kilichoharibika na anakifinyanga kinakuwa kizuri jinsi apendavyo yeye. Ni wakati ambao huyu mtu ameharibika, moyo wake umeharibika, ameshakufa. Unajua dhambi kisha ingia inaua, afu inaleta uharibifu, sio? Unaelewa? Yaani sio tu inaua afu inaleta uharibifu, inaua afu ina kill future, ina kill destiny, inaondoa mambo mazuri ambayo Mungu alimkusudia huyu mwanadamu ayapate. Na wakati mwingine hata watu wanaweza wakakukatia tamaa, hata wewe ukajikatia tamaa kwamba kwa hali hii nilionayo impossible kurudi tena kwenye nafasi ile, viwango vile, kwenye hali ile. Kwa nini? Wajiona ni mkavu kabisa. Sasa anamwambia taifa la Israeli, ni kweli wameharibika, tena sio kidogo. Wamefanya uzinzi, ukahaba na uasherati na kuabudu miungu mingine, lakini anasema waambie wao ni kama kile chombo ambacho kipo katika mikono ya mfinyanzi. Watakaporudi tena kwa toba ya kweli, nitawafinyanga wawe bora jinsi nipendavyo mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nitawarudisha na kuwafanya wawe wangu, nitembee nao. Mtu anayetembea na Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu huwa hawezi na hajawahi kutembea na mtu ambaye ndani yake iko dhambi. Hajawahi. Kuna kilio moja alilia Yesu, anasema Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu mbona umeniacha? Yesu alikuwa afanye usanii, alimaanisha akiwa amejitwisha lile furushi la dhambi. Baba alishindwa kukaa naye kwa sifa yake, jina lake mtakatifu, kwa sababu Yesu alipopanda pale msalabani alibeba dhambi zangu mimi na wewe na za wanadamu wote ulimwenguni, akaenda nazo msalabani kwa sifa yake. Mungu akamwacha, na Yesu alitambua nimeachwa. Na hata yote leo anapotenda dhambi lazima ajue nimeachwa, hatembei na mwenye dhambi. Ndio maana nakwambia sifa ya kwanza mtu anayetembea na Mungu, utakatifu, usafi. Lazima mtu awe safi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, sifa ya pili ya mtu anayetembea na Mungu ni mtu ambaye anatunza mahusiano yake na Mungu. Ya kwanza ni mtakatifu. Namba mbili, anatunza mahusiano yake na huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu kulingana na position zao na status zao na nafasi zao, ukiwatazama afu Mungu akakupa bahati ya kukutanisha nao, ukawa ni sehemu ya maisha yao, ukagundua wana msaada mkubwa kwenye maisha yangu, kuna mahali anaweza akanifikisha. I'm telling you, mtu huyo utamng'ang'ania. Utajitahidi kuhakikisha mahusiano yenu yanaendelea kuwa mazuri. Utajitahidi kuhakikisha kwamba haukosei. Mimi nimewahi kukutana na watu wa namna hiyo. Kama wewe kukutana nao sawa, lakini utakuwa uko tayari ukosane na wote, sio huyo. Nini? Unalinda mahusiano ili msikosane, mkatofautiana, akakutenga ukawa mbali. Kwa nini? Unajua ni mahusiano ambayo kwangu yana faida nyingi, kwake hayana faida yote, ila kwangu yana faida nyingi. Ninajua yanaweza yakanitoa hapa na yakanipeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ushajua, yani ashum leo gafa hapa wale finalisti kama Kalinga, amina, umepata connection na waziri wa TAMISEMI, moto umeshawaka kwenye kile chungu ambacho ndio kina produce ajira, amina. Si tayari unajua kabisa hapa ninatoka chuo, ajira ni nini? Ni uhakika, tena sio vijijini, si unaelewa? Ni ofisi fulani nzuri, si unaelewa? Yani hayo mahusiano
Yaani kwanza ukipigiwa simu ukagundua bahati mbaya nimechelewa kupokea simu, yaani kwanza unaumia. Sijui unaelewa kwa nini nimechelewa kuipokea hii nini? Huenda hii simu ilikuwa inaniita mahali, huenda hii simu unapiga huku unatetemeka, samahani sana, nimechelewa kupokea nini simu, unisamehe. Kwanza kusikiliza, akifoka hata kidogo tu utatubu na kutubu na kufanya nini? Unalinda uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. Asa sisi ambao huyu Mungu ni zaidi iliyotaja waziri wa TAMISEMI, ni zaidi hata ya rais wa nchi, ni zaidi hata ukikutanishwa leo na yule rais wa Marekani ukasema usalimiane, huyu Mungu ni zaidi ya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa kama yeye ni zaidi ya wote na ni Mungu ambaye, sikiliza, anasema mimi niliye juu kwenye Isaya kule, manake ni Mungu ambaye niko juu ya wote, nina uwezo wa kuamrisha wote, nina uwezo wa kuamua chochote kikawa wakati wowote na hakuna wa kunizuia. Nina uwezo wa kuamrisha Ikulu ikupe ajira, nina uwezo wa kuamrisha ofisi fulani ikupe nafasi, nina uwezo wa kufanya chochote ukawa yeyote. Si unaelewa? Sasa niko juu ya vyote. Sasa ni mtu ambaye anatembea na wewe. Amina my friend, ukielewa ile ukuu wa Mungu, ile nafasi ya Mungu, ule uwezo wa Mungu, utajitahidi katika maisha yako kutunza uhusiano wako na Mungu kuliko chochote, na sio chochote, kuliko mtu yeyote. Kuna watu wanatunza uhusiano na maboyfriend, wanamwacha nani? Mungu. Watu ni wanadamu tu, wanajitahidi kutunza uhusiano na wanadamu katika kiwango ambacho yuko tayari, yani mtu amempa value kubwa kuliko hata ya Mungu. Yuko tayari amkosee mwanadamu, amkosee Mungu, ampendeze mwanadamu. My friend, ni bora umkosee mwanadamu umpendeze Mungu, kwa sababu uhusiano na Mungu ni wa milele na unalipa kuliko uhusiano na mwanadamu yoyote. Wanadamu wasaliti ni wengi. Kuna watu hata kwenye ndoa na watu wanasalitiana, wameishi ndoa miaka 50, miaka 30, wanakuja wanasalitiana, ambao mwanzo wanakupenda mzuri, malkia, maneno mengi, lakini mwisho wa siku wanasalitiana. Mungu, uhusiano wewe na Mungu haji kukusaliti hata siku moja, na hiyo historia, na hawezi kuwa na hiyo historia. Ni uhusiano wa kudumu wa maisha yote, ni wa milele, ndio uhusiano wa kutunza. Kwa rafiki yangu mmoja nitegemea, mtu mmoja alikuwa serikalini ili apate ajira, ameahidiwa, yuko very confident. Wakati wa Magufuli hayati, ghafla akatumbuliwa na Magufuli, tumaini lake lote likapotea, akaelewa kubaki anahangaika. Aliyokuwa amewaza, aliyokuwa ameania makubwa yote yakapotea. My friend, Mungu hakuna anaweza akamtumbua. He is appointed, not selected by anybody. Nafasi yake ni ya kudumu, huwa haina promotion wala demotion wala chochote. He is promoted himself. Amina, amina. Huyu habadiliki, ni wa milele iliyopita na milele ijayo. Kwa jambo la msingi ni kutunza uhusiano. Andika Yohana 8:29. Yohana 8:29 na Yohana 14:21. Haya maandiko tutasoma na Mwanzo 39:9. Tunaweza tusome hiyo Mwanzo, ila Yohana 8:29 tunasoma. Haya maandiko yatakueleza namna ambayo unaweza ukatunza huo uhusiano. Amina. Soma Yohana 8:29. Naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale ampendezayo. Ndugu yangu, haya maneno anayasema Yesu. Anasema yule Baba
aliyenipeleka, yule Baba aliyenituma yuko pamoja nami. Hakuniacha siku zote, hajawahi kuniacha. Kwa nini hajawahi kuniacha? Anasema ninajitahidi kutunza uhusiano wangu na yeye. Namna gani natunza uhusiano wangu na yeye? Ninafanya yote yampendezayo. Si unaelewa kwamba katika maisha yangu ninahakikisha ninatenda yote yampendezayo? Yesu anatuambia hivi, nisingeyatenda yampendezayo angeniacha, ila hajaniacha Baba kwa sababu ninatenda siku zote yale yampendezayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna bora ya kutunza uhusiano, tusome na Yohana 14:21. Namna bora ya kutunza uhusiano ni kutenda yampendezayo Mungu. Amina, amina, amina. Kuna mtu hafahamu yampendezayo Mungu? Tunafahamu. Amina. Na hata kama huo utendi unajua, sio kwamba utendi kwa kuwa ujui, unatenda huku una. Bwana Yesu asifiwe. Kani kuna mtu ajui kama kuhudhuria ibada inampendeza Mungu? Kuna mtu ajui? Kuna mtu ajui? Wapendwa, tunyoshane mikono hivi. Maana yake sijaja ibada, nimeamua mwenyewe nisije nini, ila najua nikienda ibada anampendeza Mungu. Lakini kwa ujeuri wako, ukaidi wako, unaamua kubaki wapi? Hosteli au hosteli? Yes, hosteli. Umetulia, unafanya lisilompendeza Mungu, una relax. Lakini I'm telling you, Yesu anasema hakuniacha kwa sababu unafanya yale yampendezayo. Kuna mtu asiyejua kama kwenda mbele za Mungu kuomba nampendeza Mungu? Yesu alihakikisha. Amina. Kuna mtu ajui kama kufunga kunampendeza Mungu? Yesu alihakikisha anafunga. Yesu alihakikisha anatoa. Amina. Yesu alihakikisha ni mtu wa ibada. Yesu alihakikisha anafikia mengi kuhubiri Injili, kwa sababu anajua haya ndio niliyoagizwa, ndio anaompendeza Baba. Amina, amina, amina. Unataka kutembea na Mungu, uwe mtu unayetembea na Mungu, hakikisha unafanya yampendezayo Mungu. Yohana 14:21. Amina. Aliye na amri zangu na kuzishika, yeye pia anipendaye, na anipendaye atapendwa na Baba, nami nitakuja na kujisilisha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu yangu, elewa tu kwamba kile Mungu amekuagiza, unapokishika, unapokifanya, wewe ndio unayempenda Baba, na ndio unayefanya yale yampendezayo nani? Baba. Ukisikia anakuambia toa, toa, ibada, ibada, funga, funga, omba, omba, shuhudia, fanya nini? Shuhudia. Amina. Yale yote anayokuagiza yafanye. Usiibe, usiibe, usizini, usizini, usiue, usiue, usitukane, usitukane, usamehe, samehe. Amina. Hayo Yesu anasema niliyafanya, na kwa kufanya hivyo unasema nampenda nani? Uhusiano wako na Mungu unazidi kuwa imara. Amina, amina. Na ndio maana mtu anayetembea na Mungu na ambaye hataki kumpoteza Mungu, maisha yake yote anatembea na Mungu, atajitahidi kuonekana na kufanya yote ambayo Mungu anataka afanye. Amina. Kama ni ibada, utamwona popote pale ambapo Mungu ataka uwepo, utaona yupo. Kile ambacho Mungu amesema usifanye, utaona hafanyi. Kwa nini? Kaamua kutembea na Mungu. Na sentensi ya mwisho Yesu anasema nitajidhihirisha kwake. Mwenyekiti zamani, naomba niongee hili jambo. Amina. Muda ambao nimepewa umeisha. Amina. Anasema nitajidhihirisha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niliandika tu matokeo ya kutembea na Mungu, matokeo ya kutembea na Mungu.
Nambari 1 kaandika, unayoyazungumza. Mtu anayetembea na Mungu, unayoyazungumza unakuwa unazungumza kwa niaba ya Mungu. Yaani utaongea kana kwamba Mungu anaongea, sio wewe tena. Amina, amina. Utaandika Luka 10:16, anasema mtawaambia yale watakayowasikiliza. Yaani atakayowasikiliza ninyi ananisikiliza mimi. Amina. Ambaye hata wasikiliza nyinyi hanisikilizi mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake utasema kama Mungu, utaongea kwa niaba ya nani? Ya Mungu. Amina, amina. Siku moja, hebu andika na hii Wafalme wa kwanza 17:1, andika na Marko 11:23. Siku moja kwenye hii Marko 11:23, Yesu aliukuta mtini, akatafuta matunda akakosa, akasema na kulani, nyauka. Siku inayofuata wanapita, wanakuta mtini unafanya nini? Unanyauka. Wanashangaa, Bwana, ule mtini uliolaani umenyauka. Anamwambia hata ninyi mkiwa na imani na uambia mlima ng'oka uende baharini, na mlima unafanyaje? Unang'oka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hata wewe kwa kuwa unatembea na Mungu, ukisema mtini nyauka, umenyauka, kwa sababu sauti yako ni sauti ya Mungu, na hakuna kiumbe kisichotii sauti ya Mungu. Haleluya, haleluya. Ukisema ugonjwa ondoka, unaondoka. Amina. Ukisema keli ondoka, inaondoka. Ukisema sapo ondoka, inaondoka, sababu sauti yako sauti ya Mungu, na hakuna kiumbe ambacho hakiwezi kutii sauti ya Mungu. Na Yesu akapa mfano Mungu, akasema mlima ondoka, na mlima unafanyaje? Unaondoka. Kama vile huyu Baba alivyoumba mbingu na nchi kwa neno, hata wewe utaomba vitu vingine kwa neno lako. Ndio maana Paulo unamwona Elia anasema, kwa neno langu mvua usinyeshe miaka 3, na mvua ikunyesha, kwa sababu sauti yake ni sauti ya Mungu. Elia ni mtu ambaye alikuwa anatembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua anasema simama, linasimama, kwa sababu sauti yake ni sauti ya Mungu. Huyu ndio mtu anayetembea na nani? Na Mungu. Ndio maana ukiliambia pepo toka, linafanya nini? Ugonjwa toka, unatoka. Chochote kile ambacho utakiamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, kitaondoka, kitatii, kwa sababu kinamtii Mungu. Amina. Na anayezungumza ni mtu ambaye anatembea na Mungu. Sasa unapozungumza, kinachotokea ni nguvu na udhihirisho wa utendaji wa Mungu kwenye maisha yako yote. Ndio jambo la pili. Maana unapotamka, utakachokiona kingine ni nguvu ya udhihirisho na utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Utasoma Yohana 14:11. Yohana 14:11, utasoma 12, utasoma na 21. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 14:11, utasoma 11. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki. Anasema hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mengine utayasoma. Maana yake unayozungumza yatakuwa ya Mungu, na yale ambayo utasema, kwa sababu unasema kwa niaba ya Mungu, maana yake lazima yadhihirike. Amina. Yanapodhihirika, hata kama hawakuamini ya kwamba unayoyasema ni Mungu anasema, yale matokeo yatasababisha waamini. Yesu anamwambia, hata kama muamini haya maneno yangu ni maneno ya Baba, basi zile kazi, yale ona, viwete wanatembea, pofu wanaona, wenye kansa wanaponywa, yale mnayoyaona, hayo yaaminini basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayetembea na Mungu, hata kama hawataamini kwa maneno yako, basi wataamini zile kazi. Naomba tusimame tuombe kwa muda mfupi tu. Mungu,
Mungu amekusudia kufanya kubwa pamoja na wewe. Amina. Mungu amekusudia wewe uwe wakili wake duniani, na kupitia wewe uzungumzi ambayo anatamani watu duniani wayasikie. Na Mungu ameweka kusudi kubwa sana kwenye maisha yako. Mungu anataka kufikishe mbali mtu wa Mungu. Jali mahusiano. Nampenda mtu mmoja, utasoma habari zake kitabu cha Mwanzo. Ile Mwanzo 39 mstari wa 9, anaitwa Yusufu. Alipokutana na yule mwanamke ambaye Biblia inasema alimshawishi mara nyingi walale naye. Yule mwanamke amemshawishi mara kwa mwanamke wa bosi wake. Lakini Biblia inasema jambo moja tu. Yusufu anasema, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Yusufu alikuwa yuko tayari apoteze nafasi nzuri ya kazi kwa Potifa. Yusufu alikuwa yuko tayari hata kama gerezani aingie, lakini uhusiano na Mungu ambaye anamjua tangu kijana mdogo, amemwahidia mambo makubwa, kwamba kuna mahali Mungu amekusudia afike, kuna mahali Mungu amekusudia aende. Yusufu anasema, katika maisha yangu ni bora nikosane na wote, lakini nisikosane na Mungu. Azimia leo kwenye maisha yako, bora ukosane na mamilioni ya watu, lakini usikosane na Mungu. Bora uonekane mbaya kwa watu, usionekane mbaya kwa Mungu. Azimia leo kutunza uhusiano wako na Mungu. Mungu anataka kutembea na wewe, elewa hilo. Na Mungu amekusudia ufike mbali. Mungu hajakusudia uishie hapo. Sia makubwa. Mungu anakuasia makubwa. Mungu anatamani kuona ukifika mbali. Kuna wengine Mungu anatamani aone wameingia Ikulu. Kuna wengine Mungu anatamani aone wameingia wizara mbalimbali za serikali. Kuna wengine Mungu anatamani waone wakihubiri injili ambayo itatikisa mataifa na mataifa. Mungu anatamani waone wakimtukuza Mungu kwa viwango vilivyotukuka. Mungu anatamani, amekusudia nafasi kubwa kwenye maisha yako. Amua kusimama kama Yusufu. Amua kusimama kama Yusufu. Na mpeli hii unakwambia, ikiwa unaona iko dhambi, Mungu hawezi kutembea na mwenye dhambi. Zimia hapo ulipo, kimya unaweza kutibu. Mungu anasikia toba ya kweli. Mungu anaiona toba ya kweli. Mungu anaiona toba ya kweli. Hata kama ulijikatia tamaa ya kwamba siwezi kusamehewa, Mungu hawezi kuona tena. Samehe. Mungu anasamehe. Lakini ikiwa ni mtakatifu, jua kabisa ya kwamba jambo lilo nalo ni kutunza uhusiano wako, ni kutunza utakatifu wako. Usiruhusu kaidi ukaingia kwenye maisha yako. Usiruhusu dhambi kwenye maisha yako. Usiruhusu jambo lolote ambalo litakufanya ukose Bwana. Usiruhusu. Tunza uhusiano wako na Mungu. Niombe kwa Bwana. Ebo shayana mastayabaka. Lea makosena mayadabaya. Lena makayana moshara. Rikara moshara. Resesayana baka. Arira mo kostachaya. Rekeria bakaya baka. Riposhada baka. Riposhada bakajaba. Rema moshifaraba. Sausia Bwana. Rema layara mosia. Tusishi kinyoke. Ristaya mosekaya baka. Usiishi sidhaifu. Rimo kama tataya. Ulienani mkuu sana. Haisashi suzia watu mangatu. Riko shama kaisa. Haitaji mnalanda kwa magonjwa. Rimo shama kaya. Hata kama unaona upanzozwa, utafuya kwa shina yetu. Laotaondasa. Rimo shama kaya. Kama unakrima mbele yetu, tamka kwa shina yetu. Laotaondasa. Wima koshana makaya. Riko shama kaya. Aipatina mosaraba. Rima moshata mata. Yete moria baka. Rima moshama kaya. Rika toka mariana. Wesi mkwa kawaida. Rima shama kaya. Usijitazame kawaida. Reko shama kaya. Rima fene maikada. Rima shaita ramo. Usaba babo shene maka.
Remabosaya, Ribosesataya, Reseserebaikasha, Yebobosaya, Moribataya Basika, Moribosana Maka, Morikana Bosia, Asoserebaikasaya, Rekesebosia, Estisonebaikasaya.